Wanawake kwenye zao zinaona. Kwa hiyo shika breki, nenda taratibu. Yaani umekuwa mwepesi kwamba nitatumia hela. Umepigwa ndugu yangu. Yaani hapo umepigwa. Mwisho mwanaume anasema, basi mama, sasa watoto utafanyaje? Nimeshaongea na Ashura atakuja jioni awaangalie. Yaani kila kitu alishakiseti. Mpaka simu inapigwa, kila kitu kilishawekwa mahali pake. Basi baba watu wanasema, basi mke wangu nenda. Yule baba anapiga kazi, watoto huku sio wanatafutiwa Ashura, sio anawaangalizia nini. Huo ndio usanii unaoendelea leo miongoni mwa Wakristo wengi. Mchungaji hajui, mume hajui, mke hajui, ndugu hawajui, nje wanakwaya, nje shemasi wa kiume, nje mzee wa kanisa, nje hata mchungaji. Maana Zambia iangalie. Baba anarudi saa 5 na lazimika kuomba ruhusa ya dharura maana amepata hofu. Watoto kweli watalala wenyewe. Anafika anakuta vimekula kinaona hapa anaviita. Njoo tumuombe mama yenu ana msiba. Na unajua alisema anaenda Ukerewe. Sina ugomvi na Ukerewe, nataja tu kama maeneo. Msiba huko Ukerewe. Na kwa sababu ameondoka saa 10, hawezi kufika Ukerewe. Amelala Bunda. Amefaulu akafika Bunda saa 3 saa 4 hivi. Na yeye kama kawaida. Kuna mawili, aidha msiba kweli upo, ila hapo atapitisha hapo na la kwake, au uwezekano wa msiba haupo kabisa. Maana hata binamu mwenyewe alisemekana hajui. Mnasikiliza watu kwenye maneno wanayoongea. Ndio maana watu wa ushahidi, wale waliosoma intelligence, wala utafiti atafuti nini, anaongea na wewe tu. Anakuambia hili jambo ulifanya au hukufanya. Anafuata maneno, yani kuna doti za maneno na macho. Anagundua kabisa hapa anapigwa usanii. Baba anakusanya watoto wamuombe nani kweli jamani? Kwa sababu ana machozi mengi usiku wa leo, analia amefiwa na binamu yake. Na baba bila haya, maskini baba wa maombi, Mungu mtie moyo mke wangu usiku wa leo analia. Kweli analia. Yaani tukiwa wa kweli analia. Yaani ndio kweli. Wawazi. Hoja tu analilia nini? Hapo ndio tofauti. Bwana mtie nguvu, mfute machozi mke wangu. Usiku wa leo ana msiba mzito, muongezee nguvu, mpe uwezo, mfanye kuwa imara. Baada ya siku 2 mama anarudi. Hebu angalieni usanii unaoendelea kwenye ndoa nyingi. Hebu angalia anaporudi. Anaporudi, anafika jioni, mwanaume ndio ametoka kazini. Anamwambia, yani mume wangu, msiba vipi? Ulienda vizuri lakini yani msiba wenyewe tumelala kwa shida. Hapa nilipo mgongo unawaka. Kiuno kama sio changu baba. Kama unaweza kunisaidia unipashie maji, unikande. Mungu wangu. Naomba anajali, amefundishwa kwenye makambi na pasta Baba Nyangweso. Jinsi ya kumhudumia baba baba wa watu anapasha maji kwenye gesi na kachumvi kwa mbali, anakanda kiuno alichoambiwa kilikuwa kinalalia chini msibani. Inauma sana. Hayo maisha yana mwisho. Mungu hata endelea kukuangalia unafanya hiyo michezo, upo tu kanisani. Na unajua sisemi vitu vya kufikirika. Vipo. Mchana wa leo kwa unyenyekevu nimemuomba Bwana anisaidie na akusaidie. Umtumikie huku ukimfuata. Kama kuna uovu unapambana nao kwenye maisha, sijaeleza habari ya Waadventista wanaokunywa pombe kabisa. Wazi kabisa. Mkienda kwenye vikao vyenu pale Mwanza, ya watu wa madini pale Geita, unakunywa juisi kweli baba nani? Ndio wa kweli kabisa. Siku hizi juisi nafananaka na hivyo. Kweli kabisa. Mungu anataka kweli tumtumikie, ila sio tumtumikie kwa gharama ya kukosa uzima. Inauma. Ulikuwa unaleta hela zako nyingi, mamilioni kanisani, ila mbinguni anasema ondoka, sikujui. Ulikuwa unajinyima kwa yenu inaalikwa Nairobi, Arusha, Dodoma, Chiwa. Wiki 6 zote haufanyi kazi. Halafu Yesu aseme ondoka kwangu, sikujui. Kweli? Fikiri vinginevyo.
mchana wa leo tunapohitimisha, Bwana analiita kanisa, anawaita wale waliochagua kumtumikia wamfuate. Ufunuo sura ya 14 fungu la 4, mafungu machache yanayomalizia. Ufunuo 14 fungu la 4, msomaji wangu anaelezaje? Naomba nikwambie mchana wa leo, shetani hatishwi na utumishi, bali anatishwa na ufuasi. Shetani haogopi mtu anayemtumikia Mungu, anaogopa mtu anayemfuata Mungu. Ngoja nikwambie hiyo leo ujue. Na kwa kweli sio hivyo tu, kweli ni kwamba tutaingia mbinguni sio kwa sababu tulimtumikia tu Bwana Mungu, kwa sababu tulimfuata Mungu. Hujanisikia? Watakaozikanyaga mbingu ndio watakaokaribishwa katika yale malango ya mbinguni, sio waliomtumikia Bwana tu, bali waliomfuata Bwana na kupendekezea leo kumtumikia na kumfuata. Mfuate. Ndio. Ufunuo anasemaje? 14 fungu la 4 anasemaje? Imeandikwa, ndio, hawa ndio wasiotiwa unajisi pamoja na wanawake. Hawa ndio wasiotiwa unajisi pamoja na wanawake. Kwa maana ni bikira. Kwa maana wao ni bikira. Hawa ndio wamfuatao mwana kondoo kila aendako. Jamani, kuna watu kwenye hili kambi, ndio, baada ya kuhudhuria makambi, baada ya kupaliliwa, baada ya kutiliwa mbolea, sasa wanasema sisi tutamfuata nani jamani? Mwana, si huyo ni Yesu? Tutamfuata kila endako. Akituambia kukarimu, tutakarimu. Akituambia kusamehe, Nimempenda yule mzee kwenye changizo. Yule mzee alikuwa anafuatilia mahubiri kwa karibu, na asingemsamehe mzee Dadi, ingawa ilikuwa ni mazungumzo ya kawaida, lakini anaweza kuwa alichukulia kabisa serious. Si mnakumbuka kwenye changizo hapa mzee mmoja akasema, sasa hao wote wanaongea, mbona ni vijana, mimi ndio mzee, sikupewa nafasi ya kwanza. Na mzee John bibi namshukuru akasema, baba nisamehe. Baba akasema Unajua kuna watu bado wamejifunza kusamehe ila hawasamehe. Hawamfuati mwana kondoo. Wapendwa, ninamuona mwana kondoo Yesu Kristo alipotemewa mate alijibu. Alipoonewa alishindana. Alipodhulumiwa alienda mahakamani. Hiyo roho ulionayo leo unaitoa wapi? Roho ya wanaomfuata mwana kondoo kila aendako ni roho inayofanana na baba yao. Halafu hawa wamenunuliwa katika wanadamu.